Na kupanda ndege nikasafiri kwenda Ulaya. Nilikuwa mshamba sana. Alafu nilikuwa akili sina. Nilishindwa kukamatia fursa. Imagine ukiwa kwenye environment ya airport tayari ni fursa. Sisi ukipanda ndege inategemea aina ya ndege, ni fursa. Mimi nilipanda Emirates. Mnaita Emirates, inaita Emirates. Wadada ni wazuri, lakini wale wadada ni fursa. Sisi tunaelewana. Jamani, mahesabu ni marahisi, unakosea. Viti vya kukaa vya ndege ni fursa. Kuanzia first class, business class, mpaka lower class, premium class, every class. Choo cha kwenye ndege ni fursa. Kama una hoteli au restaurant, au unataka kufungua biashara hoteli au restaurant, hata kama ni restaurant ndogo, hebu kuchukua zile picha za my hostess, alafu wavalishe wa staff wako, wahudumiaje. Alafu niambie kama hiyo hoteli au waiters wako, kama hiyo restaurant yako haijajaa. Kama unamiliki shule ya kutwa na bweni, hebu iga ile first class au business class ya Emirates wanapolala watu, alafu weka kwenye mabweni ya wanafunzi. Alafu niambie kama hautajaza hiyo bweni. Hata kwa milioni 5 wanalipa. Una huduma ya choo cha kulipia? Design kama vyoo vya kwenye airports au kama vyoo vya kwenye ndege. Design iko choo cha kulipia kama za hizo ndege. Alafu niambie kama watu watakujua kwa shilingi 1000. Hello, happy Easter Monday. Jamani, happy Easter. Nawapenda. Wageni karibuni. Darasa letu jipya la business idea. Kama unataka biashara, hujui uanzie wapi, hujui ufanyeje, sawa? Hapa ndio umefika, mzee wa maidia. Mzee wa maidia niko hapa, Mungu amenileta kwa ajili yako. So mgeni, subscribe, like, comment, share. Wenyeji endelea kushare, wakaribishe wageni, wakae, wapendeze. Wape na soda jamani, na maji ya kunywa jamani, mvua hizi. Wape maji ya kunywa kwa wingi, wa hydrate, wasidehydrate. Naitwa Mani Stars au Mani Stars Stories. Mtoto mzuri, bibi wa miaka 69, mke wa mume mmoja halali wa ndoa ya Kikristo. Ndoa takatifu. Kuna mtu anapita Instagram anasema ndoa yake ni takatifu. Basi na kwangu na mimi takatifu hivyo. So, kwa neema ya Mungu, kama miaka yangu 69 niliyojaliwa, nimezunguka dunia, nimetembelea nchi 120. Nimebakiza nchi 75 ni exit duniani. Sisi tunaelewana? Na hizo 75 kwa sababu ya nginja. Kwa mfano Iran, Iraq, sijui nani, hao ndio nimewabakisha. Ila wengine wote nimepita. Kwa hiyo ninachokufundisha hapa, ninachokupa business idea. Yaani grab it. Kama una mikono miwili, ongeza na mingine miwili, miguu, kumbatia vyote, kamatia fursa. Sawa? Biblia inasema sisi wa Kristo, kila kilicho jema na kilicho kamili kinatoka kwa Mungu. Na wamesema kuna kitu kinaitwa opportunity, just grab it. Kifikirieni hicho. Sisi tunaelewana. Na Waswahili wakaja kutuambia itikia neno, kataa nenda. Sasa wewe itikia, sikiliza. Utakuja, utakataa, utakubali, ni wewe sasa. Hiyo utajaza wewe. So madarasa yangu yanaanza Jumatano ya business idea. Unataka kufanya biashara, lakini hujui ufanye biashara ipi, kwa sababu kuna kuigana sana Bongo. Na mimi sielewi kwa nini kuna kuigana, kwa sababu watu wengi hawajawahi kutoka ndani ya Tanzania wakazunguka. Mambo ni mengi hayajawahi kutokea hapa Tanzania, yani hakuna hata mfano. Naona kidogo wanaojitahidi ni South Africa, Nigeria na Rwanda. Lakini Tanzania bado. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuigana. Bado tunaweza tukatengeneza Tanzania yetu ikawa imara, ikawa na uchumi mkubwa, ikawa na uchumi wa juu, so wakati tena wa juu. Lakini kuigana acheni. So darasa la business idea liko WhatsApp. Sawa? Nina charge shilingi 70,000 kipindi hiki cha mwezi wa 4 wa masikukuu ya Pasaka. Yesu amekufa, basi na mimi naweka upendo. Ikifika mwezi wa 5 nina charge zaidi. Kwa wai fursa hii, na madarasa ni ya mwezi. Ukitaka kusoma kozi ya miezi 3 ni wewe. Ukitaka kusoma kozi ya mwezi ni wewe. Ukitaka kozi ya miezi 6 ni wewe. Lakini wai hii fursa sasa hivi. 70,000 kwa wiki, kwa mwezi 280. Sipunguzi, sicheki na mtu, sicheki na wowote. Utakuja tu kusoma kwa sababu utaenda kuingiza hela nyingi kuliko mimi naye kufundisha, sawa? Na mimi nimefundisha watu wengi na wamefanikiwa. Ndio maana naringa. Na ndio maana sitaki kuonyesha sura yangu. Sababu naamini unanifahamu. Kwa utaamua utakuja au utakaa tu hapa YouTube utasikilizia bure. Namba yangu WhatsApp ndio hii, njoo usome mamdogo. Leo nimeanza kudiscuss kuhusu mtu ambaye anataka kusafiri kwa kupitia anga.
Sijasema mabasi, sijasema usafiri wa ardhi, sijasema usafiri wa reli. Nimesema anga, ndege. Okay? Nimeshaelezea hapo intro, mimi naendelea. Zamani nilikuwa mjinga kama wewe. Kipanda ndege nachukua picha najipiga selfie. Watanikoma. My ancestors. Watu waliokuwa kijijini watanikoma. Watakoma, nakwambia watakoma tena. Lakini zile picha namshukuru Mungu ziligeuka kuwa fursa. Sisi tunaelewana. Acha kukaa kiasara, njoo soma. Mimi nitakufundisha biashara. Yaani idea unazo. Ni kama vile uzitumii. Kwa mimi nitakuasha tu kofi moja huko darasani. Utaamka, utachangamka, utakuwa busy na maisha yako. Sitaki ukae kinyonge. Pambana, wewe bado mdogo, damu inachemka. Mimi mama miaka 69 hapa naingiza hela. Wewe mtoto wa miaka 20 unashanga nini? Marekani mtoto wa miaka 18 anafukuzwa nyumbani. Wewe 20 uko kwenu. Bado tena unalialia selfie, sijui nipige selfie, unatuchelewesha bwana. Tanzania tunataka tuendelee sisi. Sisi tunaelewana. Sasa wewe kama uamini umri wangu mimi, lipa tu milioni 8 ndio utaamini. Ili unione, sina cha kukusaidia. Yaani huwezi kubishana na mtu ambaye anaongea umuone. Wewe lipa milioni 8 utaniona afu utaamini. So, nikaa mshamba kama wewe nakwambia. Jamani airport natoa minjino. Jamani Mungu mwema, kweli Mungu ni mwema. Lakini sasa Mungu hata huko mbinguni alikuwa anashangaa, huyu pumbavu vipi huyu, shezi kabisa. Huyo ni mimi, lakini sikuongelea iwe mimi. Yana cheka. Uzuri kilichonisaidia ni yale makamera alikuwa anapiga. Sasa kuna siku njaa ikauma. Mungu akaniambia baki Tanzania, utoki. So kipindi cha corona, mimi kipindi cha corona sijasafiri, lakini kipindi cha corona ndo nimeingiza hela kuliko watu wote duniani nikiwa ndani. Achana na corona, huko nyuma mimi nishapigwa kibao na Mungu. Unasafiri tu alafu ndo ufanyii kazi nilivyokutuma. Sisi tunaelewana Mungu mwenyewe ameruhusu kusafiri dunia nzima. Enendeni ulimwenguni mote. Hajasema enendeni sijui nchi zote. Ulimwenguni, wewe ulimwengu ushamaliza. Hata hapo Kenya hujafika bado. Kwa kamka wa kula. Nikaenda napiga picha. Nilikuwa mzuri wa picha. Sasa kuna siku nilipigwa kibao bwana. Nikakaa chini, Mungu basi, nikatubu. Nikaanza kufundishwa kidogo ndo ambacho nakufundisha wewe. Nilivyotoka hapo nilikuwa unstoppable. I'm the vision of your name. I'm invisible. Ta. I don't need batteries today. Yaani hata umeme ukikatika mimi napiga kazi. Tunaelewana. Kwa hiyo darasa tuelewane. Shilingi 70,000 linaanza Jumatano, darasa la biashara, fursa. Tutakufundisha wapi uende vipi, visa upate wapi, uandae shilingi ngapi, ukamuone nani akusaidie, visa unajibuje, utafutia mtu anakujibu kuna nini visa unajibuje, unaingia nchi za watu, unakamata usiingia upige picha za selfie utupostie Instagram. Sawa piga, lakini angalia fursa. Basi bwana. Niko zangu wapi? Airport. Na kibegi changu mwenyewe na liko mgongoni na pochi langu. Hapo tayari mimi niko feminine, lakini na waka kila mtu ananiangalia. Ningekuwa naingiza hela kwa kuangaliwa tu, ningekuwa kunaingiza hela mimi ningekuwa mbali. Haya bwana. Lakini sasa yani fursa Mungu alinipa nimezikanyaga, nazitembelea na zimenizunguka kila sehemu. Hivi ukiingiaga airport kama airport, kitu cha kwanza unataka kwenda wapi? Chooni. Basi bwana, nikaa naenda chooni. Mimi na choo nakwambia, napiga selfie, nachukua video, na post WhatsApp, na post Instagram. Afu Instagram yangu yenyewe imefungwa. Yaani mimi Instagram yangu na watu 4 tu wanaonifollow. Wengine wote hawanifollow. Kwa status za WhatsApp bwana, ukipata namba yangu una Mungu. Huko ndo utaenjoy baba. Utaenjoy. Alafu shangwe. Walikuwa wanaenjoy watu, lakini walikuwa walipii. Kwa hiyo nasema, mbona siingizi hela vile ninavyotaka? Kumbe fursa nimezikalia, uchumi unao, umefanya nini umeukalia. Utajaza mwenyewe. Basi tumeenda hivyo mamdogo. Tumeenda. Chooni bana, naingia airport chooni, nikakaa long economy class, nikakaa economy premium, nikakaa business class. Bado tu sielewi Mungu anasemaje. Nikakaa first class. Bado sielewi, napiga tu picha. Lakini zile picha zilisaidia, tuseme tu ukweli. Siku nilipopigwa kibao na Mungu ndugu yangu kiwa duniani, ndo niliamka, slept from a coma. Ndo nilijua sijui. Nikaa bwana na wazo kuanzisha nini? A restaurant. Kwanza mtu alinifuata, hata sikuwa na wazo. Jamani mimi sijui nifanye biashara gani? Kwani Manista wewe unafundisha tu feminine na skin care, ufundishi mambo mengine? Mbona unasafiri sana jamani, nataka idea ya biashara.
Nikakaa nikawaza, hapo mshapigwa kibao, nakwambia sijatoka Tanzania. Sasa nifanye, nikaanza kumfundisha, unataka kufanya nini? Mimi nataka nifungue restaurant, lakini restaurant ya kisasa. Nikamwambia nenda, rudi baada ya siku 3, tutakuwa nimekuandalia. Usiendelee business proposal, yani nataka idea tu, mimi naweza kufanya kila kitu. Nikamwambia nenda, ukirudi tutaendelea. Sawa, kaenda baada ya siku 3 akaja. Hiyo restaurant mbona alikopa? Nikamwambia wale wadada wale, kutaka restaurant yako ingize hela. Restaurant, songelee hotel, restaurant. Ebu dress them like Emirates. Emirates. Emirates sisters. Unajua Emirates sisters? Ushawahi kupanda ndege ya Emirates au Emirates? Unaonaje wala dada? Ukipanda ndege unajisikia na furahia, wazuri, warembo. Kaambia hawa waita wako hao, uliwatoa Mazese, Kinondroni, Mwananyamala, hebu wapimp kama mama ya hostess. Unajua haiwezekani. Kaambia unataka hela utaki? Ngoja nikusikilize. Kaambia design hivi, design kitanzania sasa. Usiwavalishe uchi. Design kitanzania, alafu hata kama ni kimini lakini kivuke magoti kidogo nini? Yaani culture tafuta siku Jumatatu, Juma ngapi, siku za culture zingine, siku zingine, yani unabadilisha wanakuwa na aina kama 4 za mavazi. Lakini wazuri mwanzo unawapiga, hata kama mtu ana sura personal, unampodoa mpaka anapodoleka. Kubali kuingia hiyo hasara ya makeup za shilingi 50,000 kuliko kupoteza. Basi akakubali, tukaingia kazini, akafungua restaurant yake wapi? Masaki, Dar es Salaam. Oh my God, kabla haijaja samaki. Huyo mtu mnamjua, alikuwa anauza. Wadada walikuwa wazuri. Yaani wazuri sasa, sijui kwa sababu wamepigwa makeup. Yaani sielewi alivyokuwa anawavalisha. Yaani Mungu wangu. Alikuwa anauza. Alafu wateja wake wakuu wanaume. Wanalewa, wanapenda tu kuona mtoto mzuri, mtoto kapendeza, mtoto hivyo. Wanalewa, anaenda. Anakwambia Money Stars, kwa siku mimi naweza nikaa nafunga 5,000,000. Sikudanganyi, kwa siku. Tena weekend naweza kafika hata zaidi 7,000,000. Si unanielewa? Yaani nilikuwa nauza mpaka nachanganyikiwa. Kwa siri ilikuwa sio restaurant. Kuna restaurant nyingi Dar es Salaam na Tanzania. Kwa nini yako isogei? Invest, jifunze, safiri jifunze. Kama uwezi kusafiri, una uwezo. Niko hapa mama, ile safiri nchi 120. Njoo nikupe madini, ila ulipie. Tatizo lako wewe naye mbaili sana. Hela yenyewe ndogo, afu unaita mambo ya kipuuzi. Anyway, dakika 11 bwana Yesu. Mbona naongea sana mimi? Si ndo Pasaka. Anyway, number 2. Nyonya chuo cha kulipia nye. Juzi nienda hapo Mwenge. Chuo cha kulipia shilingi 200. Kiingia ndani, mkojo ulirudi ndani. Mkojo ulikuwa unataka kutoka, mkojo ukarudi ndani. Hayo mazingira ya choo. Niomba po. Nikamwambia basi nipekeni Mlimani City nikakojoe. Na Mlimani City watu ni wengi. Choo, nisha kuingia choo cha Mlimani City. Mama, choo ni kizuri. Afu kingi. Afu mdada anasafisha kila saa. Hakuna hata harufu ya nywinywi wala sijui nini. Hakuna. So choo kisafi. Watu wameja, ikasema ni vile tu ni Mlimani City kwa sababu sijui ndo watu wanakuja. Mimi ningekuwa Mlimani City, mimi ningechaji buku kukojoa. Na tungetoa. Sisi tunapenda sehemu safi. Bwana nani akabebe ma UTI. Kwa hiyo kama una wazo wa choo cha kulipia, unafanya biashara choo cha kulipia, hebu weka choo kisafi cha maana, afu weka mtu wa kusafisha. Usimlipe hela mbuzi. Wewe buku kojoa buku mchezo. Sawa, tunakojoa tutaki ma infection, tutaki maiki na mama hapo utatupata. Na tunaambiana, choo cha kulipia nendeni sehemu fulani. Then bora tu lipa buku ukojoe Mlimani City bure. Si unaona sasa? Unaona Yaani bora utengeneze kitu zuri. Yaani mtu alipia hata 2,000. Yaani bora hata usichaji direct, ukachaji kwenye parking huko 2,000 au 1,000. Lakini unajua hii inalipia choo. Sisi tunaelewana. Ndio nakufundisha hivyo business idea. Upo? Let me come back to those who have hostels za wanafunzi kulala. Vyuo, shule sekondari, shule za msingi. Jamani, sisi tumesoma kwa shida sana. Na hostel zetu zilikuwa sisi kwa sisi. Msitusomeshie watoto wetu kwenye hostel za sisi kwa sisi. Na I beg, tafuteni hostel za kisasa. Tuchajini hata 5,000,000 tutalipa. Tunataka watoto wetu wakae mahali pazuri wasome.
Sasa kuna mtu mimi ni mshauri hapa pa Dar es Salaam na shule yake ya bweni. Na mwingine alifungua tu hostel tu, biashara yake ni hostel tu, iko Arusha. Sisi tunaelewana. Nikamwambia Mamsapu wa Dar es Salaam, Mamsapu, hebu pana ndege kidogo. Nenda kajifunze hata hapo Dubai. Jifunze environment ya ndege first class na kuaje, business class. Huku kwingine usiende. Nenda Dubai, nenda sehemu fulani jifunze. Alafu rudi tengeneza kwenye mahostel, kwenye mabweni. Alafu niambie zitangaze hizo hostel. Tangaza tu, afu ita majirani waje. Mwambie nafungua hostel, karibuni mnywe soda. Majirani wakaja pale, kwanza akaenda, akaangalia, alikuwa na uwezo, akapanda ndege, akajifunza kama anavyofundisha hivi. Akaenda Dubai, akafikia hiyo sehemu, akajifunza, nikamwelekeza, akajifunza, akarudi na moto mpaka nikamwambia wewe slow down, usije kauawa. This is Africa. Basi kurudi akatengeneza hizo hostel tu. Nyumba yake ilikuwa Sinza katikati hapo, lakini ni nyumba kiwanja kikubwa, akaeka hostel. Nikamwambia utazomba wale wanaosoma chuo cha sheria pale, utawazomba mpaka utachanganyikiwa. Akatengeneza ile muundo ule wa Dubai. Unajua hostel anachaji shilingi ngapi? 700,000, 800,000. Sisi tunaelewana? 800,000 si. Alianza 800,000 si kwa mwezi. Baadaye akaona vipi akaongeza. Yaani watu wanalipa na wanagombania. Yaani alivyoona 700,000 zimejaa, baada ya miezi 3 akaongeza, akafika 1.5 milioni na bado zikajaa. Akaendelea hata kuongeza upande wa pili, akachaji 2 milioni bado zikajaa. Sisi tunaelewana? Hostel 2 milioni pale Sinza. Sisi tunaelewana? Na sasa hivi amenunua jirani, ameweka Airbnb, anajaza. Ni mnasemaga Sinza hamna Airbnb. Na nikasema na wazungu wanakaa. Yaani ni vile tu utakavyo design. Sisi tunaelewana? Mwingine yuko Arusha, karibu na chuo. Nikamwambia wewe design hostel tu hapa. Demand ni hostel. Ka design. Binti anachukua hela. Ni nyumba ya urithi. Binti anachukua hela. Anasema yani isingekuwa ni urithi, mimi ningenunua. Sasa unajua Arusha kununua ardhi hivyo gali, kumnunua mtu ni ngumu. Yani aelewi sasa avunje ajenge gorofa. Yani amechanganyikiwa pesa nje. Sasa utaamua uje darasani ujifunze business ideas. Mimi hapa nakuchombeza tu. Utafika darasani utasoma zaidi, uje na daftari, uje na peni. Na uwe tayari kubadilika. Unapofundishwa sio kwa leisure, ni kwa ajili ya kwenda kufanyia kazi. Mimi sifundishage watu wanaokaa. Unafundishwa, unaingia kazini, unapiga mzigo, unapata matokeo. Ukishamaliza kumtolea Mungu fungu la 10, mimi naomba lete tu fungu la 5. Sisi kwa mimi saizi nina sehemu ya kufikia Arusha. Sina la nyumba Arusha, lakini na sehemu ya kufikia Arusha. Bure. Na nazunguka, narudi nalala bure. Like a 7-star hotel. Na upgrade kila mwaka. Kila mwaka na upgrade. Wazungu wamejaa hapo mwezi wa 7 mpaka mwezi wa ngapi. Yaani yeye ni anajaza tu. Anabasa hizi manisaa na mpango wa kufikiria kujenga gorofa. Maana unaona huku chini ardhi haitoshi na mimi nataka hapo kwa hapo. Sasa wewe una mpango wa kufanya biashara gani? Kwanza tuanze na wewe. Kama una mpango wa kufanya biashara fulani, una idea lakini hujui go about vipi, njoo tu WhatsApp, mimi nitakuelekeza. Tugombani. Bei yangu sana bure 70,000. Mwezi wa 5 unapandisha, naweka pesa za kitajiri, kwa sababu utaenda kuingiza zaidi kuliko mimi. Subscribe, like, comment, share kwa wengine. Tukutane darasani Jumatano tarehe 8. Sijui tunaelewana. Njoo WhatsApp, nikupe bei, ulipie. Ukishalipia nikuingiza darasani, uanze warm up darasani. Tunaanza nginja. Piga kazi.